Asante sana. Na ni star moja tena hapa basi maridadi zaidi. Tunakuja kulianza sinema letu hapa basi bila shaka Paradise kama hiyo, na tunakuja kukuingilia hapa basi sehemu moja kule upande wa kaskazini magharibi mwa kusini mwa mashariki mwa China. The northeast west of northern China. Maridadi. Endapo hapa basi tunakuja kumpata jamaa starring kwenye horror cinema. Jina lake hapa basi bila shaka pale ni Donnie Yen, akiwa kwa maskani ambalo hapa basi wanaweka kama uswadi, maskani ambalo hapa basi bila shaka pale mauswadi huaga zinawekwa. Lakini hata hivyo kuna ule uswadi ambao hapa basi bila shaka pale ni uswadi muhimu zaidi, uswadi wa ufalme, pia unawekagwa ara zenyewe hizi. Na ndipo aliweza kukuingilia hapa basi bila shaka pale manze ambaye ni binti ya Emperor. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, hizi ni nyakati za zamani za kale. Siku na ambazo hapa basi bila shaka pale China ilikuwa hapa basi imegawanyika kwa farme tofauti, na kila farme iliongozwa na mtu ambaye alijulikana kama vile hapa basi Emperor. Sasa huyu ni binti ya Emperor, binti na ambaye hapa basi bila shaka pale yeye babake ndiye Emperor. Emperor ni kama vile hapa basi bila shaka pale kuwa mfalme. Sasa huyu hapa basi ni Empress, jina lake hapa basi ni Fei. Asante sana. Ni kwenye roti za mwanzo wa sinema. An Empress and the Warriors. An Empress and the Warriors ndio title la sinema. Lakini kama ilivyo kawaida basi toka zamani za venye dunia iliweza kuumbwa, vita zimekuweko, watu wameishi kupigana. Na kwa hivyo Emperor mwenyewe ndio huyu, na hapa basi bila shaka pale Manchus walikuwa wanataka kuja kuchukua ufalme wake yule Emperor. Emperor ni babake yule manzi kwa jina la Fei. Na Donnie Yen ni moja kati ya wakuu wa wanajeshi ara zenyewe hizi. Donnie Yen sasa ni moja kati ya wakuu wa wanajeshi. Na kwa hivyo kama ilivyo kawaida, watu wakijaribu hapa basi kuvamia nchi yenu, lazima muweze hapa basi bila shaka pale kufanya nini? Lazima muweze kuipigania. Na hapa ndipo alikuwa hapa basi bila shaka pale ukipenda manze wetu akiangalia wanajeshi mwanzo kwa vita. Watu huumia, watu hukufa, wengine hujeruhiwa, wengine huachwa wakiwa vilema, design kama hiyo. Na kwa hivyo hapa walikuwa hapa basi bila shaka pale watu ambao wameweza kuumia vibaya zaidi. Kuna soja moja kama huyu ambaye hapa basi kuna kitu alikuwa anataka kuja kumwambia manze wetu hapa basi bila shaka pale Fei. Akamuita Fei akamwambia Fei, kuna kitu ambacho nataka kukuambia. Akamwambia hapa basi bila shaka pale tuna maadui kama vile Mamanchu, lakini licha na kuwa tuna maadui kama vile Mamanchu, hata kati wanajeshi wetu kunao ambao ni kabla hajamaliza kumwambia akadedi. Cheki venye vita zimechacha huko basi ndugu brother mpenzi mtazamaji. Na kumbe kiongozi wa Manchu alimtime Emperor akamsukumia mshale. Cheki. Makusha. Pigwa mshale ukatokea upande wa nyuma hapa basi maskini Emperor na Donnie Yen wakaona kile kitendo. Kabla yule soja hajamweza kumwambia manze chenye alikuwa anataka kumwambia, mwanzo alikuwa anataka kumwambia kuna watu ambao ni wasaliti kwenye basement za hii kingdom, lakini kabla hajamwambia akayaga dunia. Na unaona hapa basi Mamanchus wamempiga mshare hapa basi bila shaka pale Emperor ako hali mahututi. Kwa hivyo sasa ni kuchukuliwa fasta. Na unasikia vita zimechacha kuro pande wa nje, na Emperor ambaye sasa ndiye mfalme wa hii kingdom yake na Donnie Yen ameweza kupigwa mshare. Na unasikia Mamanchus wanataka kuchukua hii kingdom iwe yao, waweze kuchukua kina mama na watoto hapa basi bila shaka pale na wamaliza wanaume wote, na kisha hii territory hii kingdom iweze kuwa kingdom yao. Ripoti zikamfikia Fei kwamba na kweti babake amepigwa mshare. Sasa watu wakaanza kudai tuachane na hii vita, lakini Emperor akamwambia never. Nataka tuendelee na vita. Lakini hapo ndipo hapa basi bila shaka pale Chui wakiwa hapa basi na Chapo Chipo ama ukipenda hapa basi Chapo Chao walikataa kuendelea na vita. Lakini Donnie Yen akaambiwa, wewe nataka hapa basi uweze kuchukua ushukani. Huyu ndiye mkuu wa wanajeshi kabili, huyu shasha jina lake ni Chapo Chao. Chapo Chao mfalme alikuwa anasema waendelee na kazi, lakini yeye alikuwa amekataa. Ndipo basi mfalme yani Emperor akamuita Donnie Yen na akamwambia Donnie Yen, kuanzia leo hii wewe ndio mkuu wa wanajeshi na nataka muweze kurudi kwa vita. Haijalishi kama nimeumia, lakini kingdom yetu haiwezi kachukuliwa. Hata nikikufa kingdom yetu isichukuliwe. Na nataka ujue kuanzia leo hii wewe ndio mkuu wa wanajeshi. Chapo Chao
amekosa kutii amri, direct order. Nasema muendelee na vita, nakataa kuendelea na vita. Kuanzia leo hii wewe ndiye mkuu kamili wa wanajeshi. Donnie akafanywa commander in chief of all armed forces wa Ara za Nyamwezi, na akaambiwa na mfalme, hakika wewe nataka uweze hata kumlinda mtoto wangu kwa sababu ya kutotii amri. Sasa ni wakati Fei na kuingilia. Donnie akamwambia, mimi nimefanywa mkuu wa wanajeshi wote na babako ameniambia niweze kukulinda, lakini kwa saa hii nenda ukacheki babako. Mwanzo hapa basi ameumia lakini ako uhai, lakini sasa hapa basi Chapo Chao amekasirika zaidi wakuwa na naibu yake kwa jina la Chui Chui. Mwanzo Chapo Chao ndiye alikuwa mkuu wa wanajeshi, na sasa amenyang'anywa mamlaka, na hapa basi bila shaka pale Donnie amefanywa mkuu wa wanajeshi. Ulolo yai. Hapo nipo hapa basi pia vile Fei alikuja kafahamishwa, sikiza, kuanzia leo hii Donnie ndiye mkuu wa wanajeshi. Na leo vita bado zinaendelea. Wanajeshi wengine bado wanaendelea na vita kwa upande wa nje. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, vita zimechacha kuchacha kwa upande wa nje. Na Donnie akakuingilia kama venye aliagizwa. Alipigana na wao vibaya zaidi mpaka kiongozi wa Manchu akadai waweze kuhepa. Mwanzo walishindwa kwani wampiga mshare hapa basi kiongozi, watu wakatokwa na wazimu. Donnie na kwa amesikia ndiye mkuu wa wanajeshi, kwa katakata shasha. Donnie kwa katakata vibaya zaidi. Mpaka mama Manchu akaona hii ni kimoda. Athuri toba ituhane oguo, toba itukinya mucie tulie. Kwanza tufikeni kwetu tukakule. Mpaka mama Manchu wakaepa. Kuona venye ambavyo Donnie hapa basi anakabidhiana na wao proper. Lakini Chapo Chao alikuingilia kapata Emperor. Sasa hiyo wanajeshi wengine wote wako kwa vita, naye hapa basi bila shaka pale Emperor anaendelea kupanga venye ambavyo wataendelea kuprotect territory na kingdom yake. Licha na kuwa ako na mshale katikati mwa kifua chake. Chapo Chao akamuuliza Emperor, tunawezaje kuwa hapa basi marafiki, tufanye kazi? Tunawezaje fanya kazi miaka hiyo yote tukiwa na wewe, alafu dakika za mwisho unakuja kuning'oa mamlaka ya kuwa hapa basi commander in chief na unamfanya Donnie? Donnie ni mdogo wangu, unawezaje mfanya kuwa hapa basi bila shaka pale kiongozi? Doka wotoba hiyo kero wewe. Nilikutuma kwenye mission, nikakupatia direct orders, nikakwambia the war must continue, lakini wewe ukaanza kudai ati kwanza tukae. Tunakaa tukifanya nini? Komanda Chapo Chao akamwambia, enyewe hapa basi Emperor, mimi najua wewe ni kukufa na kufa. Na sasa ukikufa unataka kuacha, umeniharibia hapa basi bila shaka pale kazi yangu. Wanajeshi wote wanajua mimi ndiye kiongozi. Wewe tu ndio unajua ulimwambia hapa basi Donnie awe kiongozi. Kwa hivyo ninakuwa. Hakuna haja ukufe polepole, uache umeniharibia maisha, ninakuwa. Haya. Chapo Chao akamuua hapa basi bila shaka pale Emperor Chapo Chao, kwa sababu amesikia tu Donnie ameambiwa hapa basi bila shaka pale aweze kuwa kiongozi. Chapo Chao alimuua Emperor design kama hiyo. Cheki makosa. Badala Emperor akufe polepole amharibia maisha, Chapo Chao alimuua design kama hiyo. Mwanzo wanajeshi wote wanajua yeye ndiye kiongozi isipokuwa Donnie tu hapa basi na Emperor. Kwa hivyo akamuua Emperor design kama hiyo. Fei kuja kuleta madawa, alistukia babake ameuawa. Na kumbuka hiyo ni mshale, ingechomolewa atibiwe na apone. Lakini Chapo Chao akamuua hapa basi Emperor stare kama hiyo, na hakuna mtu aliwahi jua. Hakuna mtu aliweza kujua kwamba na kweti Chapo Chao ndiye ameweza kumuua Emperor. Sasa Emperor ndio huyo basi bila shaka pale ni kwisha. Donnie haamini. Hapa basi bila shaka pale naye Manze vile pia haamini. Na ile hapa basi mwenye tu anajua ati aliambiwa aweze kuwa mkuu wa wanajeshi ni Donnie. Kwa hivyo hapa basi watu wale wengine wanajeshi wale wengine wote hawajui. Manze alikuja kaweka hapa basi uswadi wa ufalme stara kama hiyo. Mwanzo huu uswadi unakaga tu hapa basi bila shaka pale na Emperor. Huu uswadi unapoleaga tu hapa basi bila shaka pale na Emperor. Kisha Manze sasa hapa basi wakuu wote wanajeshi, halikadhalika hapa basi bila shaka pale maelda kama vile Elder Fu walikuwa Elder Fu mwenyewe ndio huyu. Elder Fu hapa basi mwenyewe ndio huyu. Na sasa lazima kuweza kujulikana ni nani atachukua ufalme tokana na venye Emperor ameiaga dunia. Na hapo ndipo Chui Chui alisema hii kitu ya kufikiria. Mkuu wa wanajeshi ni Chapo Chao
na Chapo Chao ndiye anafaa kuwa mara moja aweze kuwa kiongozi. Juu hatuwezi ongozwa na mwanamke. Lakini wanajeshi wengine wakamwambia Chui Chui, haiwezekani. Manzi ndiye atakuwa mfalme. Ai, wakaratana juu. Eldafu wakadai hatuwezi tukapigana wenyewe kwa wenyewe. Tuna mamanchus wa kupigana na wao. Tukianza kupigana wenyewe kwa wenyewe ni kama kujipatiana mikononi mwa mamanchu, na mamanchu wataweza kutumaliza kwa urahisi zaidi. Hapo ndipo hapa basi bila shaka pale Chapo Chao alidai yeye ndiye mkuu wa wanajeshi wote ambao wako ara za eneo hizi. Na kwa hivyo kama Emperor ameweza kuiaga dunia, na aliaga dunia, kila mtu anajua ni mshahara aliweza kupigwa, yeye anafaa kupatiwa ushukani. Eldafu akamwambia never. Lakini Chapo Chao anadai yeye anafaa kuwa kiongozi. Hapo Manza aliweza kukuingilia. Manza kadai ufalme hautaharibika. Doniana akamwambia nyamaza. Hatutashinda tukiulizana nani mfalme. Babako ameiaga dunia. Kulingana na dini na desturi, wewe ndio unakuja kuwa queen. You are now the empress. Wewe ndiye kiongozi wetu. Eldafu akainama. Watu wote wakamwambia hapa basi wewe ndiye kiongozi wetu. Hivyo ndivyo kunaendaga. Babako amekufa, chukua ushukani. Ni olimu. Mimi siwezi kuongozwa na mwanamke. Lakini Eldafu akamwambia shut up. Mimi nimesema heri tupigane to the death, lakini kuongozwa na mwanamke siwezi. Doniana akamwambia usimuite mwanamke. Huyu sasa kiongozi wako. Na Doniana akaona na Chapo Chao. Chapo Chao akamwambia najua wewe unajifanya hivi juu unataka ufanye mkuu wa wanajeshi. Manza akamwambia Chapo Chao, wewe ndio mkuu wa wanajeshi. Hakuna mtu anakataa. Lakini naibu yako ni Doniana. Kama unataka tukua mkuu wa wanajeshi, wewe ni mkuu wa wanajeshi. Chapo Chao. Ndio Chapo Chao anajua Doniana alipatiwa mamlaka. Chapo Chao anajua vizuri zaidi Doniana alipatiwa mamlaka. Lakini Doniana tu anajua wakiwa na kwenye amekufa na yeye, akamruka Doniana. Lakini Doniana akadai sawa, mimi nitakuwa naibu wa mkuu wa wanajeshi. All the same, mimi ndiye emperor kuanzia leo hii. I'll be the empress. Babako ameiaga dunia na chukua ushukani. Tuna nchi na sehemu ya kuprotect. Na kwa hivyo kuanzia leo kuna ugomvi. Mimi ndiye kiongozi. Doniana utakuwa naibu wa mkuu wa wanajeshi. Chapo Chao endelea kuwa mkuu wa wanajeshi. All the same, Doniana wewe ndiye utakuwa mkufunzi mkuu, mwalimu mkuu wa watu wote. Eldafu akadai haunefuka. Hivyo umesema Doniana ndiye mwalimu, lakini Chapo Chao ndio mkuu wa wanajeshi. Eldafu akadai hapo ndipo tulipo sasa. Watu wote wakainama. Sasa ilibidi Chapo Chao aweze kuinamia hapa basi empress. Licha na kwa haku anataka. Mwanzo aliona wanajeshi wote wameinama. Kwa hivyo yeye na kada kikosi chake. Mwanzo kuna kikosi ambacho kanampenda na kalikuwa kanadhani atakuja kuwa emperor. Wote wakainama. Lakini Manzi ndiye atakuwa emperor na Doniana ndiye atakuwa mwalimu wake. Lakini alikasirika. Chapo Chao hakuwa anataka hivyo. Tukitogoli hata anamtumia wewe. Tunaweza jogozwa na mwanamke. Kwanza akona ka poison kanaitwa Chui Chui. Chui Chui hapa basi ni sumu. Yaani ni mtu ambaye hapa basi anataka tu kuharibike. Junji. Ai. Lazima nichukue uswadi wa ufalme. Doniana akaambiwa na Manze sasa ile kitu iko hapa basi mimi lazima niweze kunitrain. Mwanzo ingawaje mimi nilikuwa mwanajeshi lakini sikuwa emperor. Sasa mimi ni emperor, lazima niweze kuwa hapa basi najua kuprotect maisha yangu. Mwanzo so many people will try to kill me. Watu wengi zaidi watajaribu kuniua. Kwa hivyo itabidi hapa basi bila shaka pale uweze kujaribu kunisaidia na kunifunza namna ya kutetea maisha yangu. Wakasikizana. Kwa hivyo sasa Manze alianza training. Ilikuwa sasa yeye ndiye mkuu wa wakuu wote ambao wako ara zenyewe hizi. Mwanzo babake ameiaga dunia. Sasa ana train design kama hii. Why? Kutrain miguu. Hapa basi kufanya kazi na mikono. Ana trainiwa hapa basi bila shaka pale na Doniana. Mwanzo wamesikizana. Doniana atakuwa na mtrainer. Wololo yaye. Lakini lile jambo halimfurahishi hata kidogo hapa basi bila shaka pale ukipenda yule jamaa kwa jina la Chapo Chao. Chapo Chao hafurahi hata kidogo. Mwanzo alitaka kuwa hapa basi bila shaka kwanza Manze inda patwa moja.
kwa ndani ya maji. Manza wetu. Lakini yote ni training anasukumwa na Donien. Mwanzo Donien moyoni mwake anajua vizuri zaidi, alikuwa amewachwa mamlaka yote hapa basi bila shaka pale na Emperor kabla hajadedi. Lakini Donien hataki ugomvi baina yake hapa basi na Chapo Chao. All the same, Manza aliendelea kutrainiwa. Cheki. Training shasha. Haya yote ni mafunzo ambao hapa basi Manza anasukumiwa. Mpaka hapa basi namna ya kutumia uswadi. Mafunzo ambao Manzi anasukumiwa hapa basi bila shaka para na jamaa wetu Doniena. Mwanzo yeye sasa ndiye atakuwa mkuu. Yeye ndiye empress. Na kwa hivyo lazima aweze hapa basi bila shaka para kujua vita. Lazima aweze kujua vita. So Mamanchus wanataka kuchukua hii nchi yao na lazima waweze kuitetea. Lazima waweze kuitetea usiku na mchana. Manzi anasukumwa training. Duniani hawajajuana na Manzi hivi karibuni. Mwanzo babake Manzi alikuwa mkuu wa wanajeshi kabla Emperor hajakuwa Emperor. Na Fei na Donien walikuwa mara mingi wanacheza mchezo hapa basi bila shaka pale kucheza bano, kucheza birikicho, bantura, vitu kama hizo. Na wakati mmoja Donien alikuja akapatiwa kamawe na Manzi akamwambia, kama kweli hapa basi unataka tuoane tukue watu wazima, ukiwa mtu mzima unionyesha hiyo mawe, nitakuja kuwa bibi yako. Hiyo ni wakiwa watoto wadogo. Unaona? Wakati walikuwa wanacheza cha baba na cha mama. Unaona? Sasa Donien kale kamawe bado ako nako, niko hako. Na sasa Manzi ameshakuwa impress. Eno lilika kawe. Hadi ni deni. Daya deni ni kulipa. Lakini Manzi kumwambia ni wakati wa zamani. Sahi mambo yenye tulifanya ati cha baba na cha mama tukue watoto wadogo hatuwezi tukafanya tukue watu wazima. Sahi mimi ni empress. I have a country to run. Niko na nchi ambayo nafaa kuchunga. Wewe na wewe ni mwalimu wa kutrain watu wanajeshi, hatuwezi tukaoana. Hawezi toa picha mzuri. Tena hiyo sio mambo ya kufikiria sasa hivi. Mambo yenye tunafaa kufikiria sasa hivi ni venye na ambavyo tutaweza kuprotect nchi yetu. Mwanzo maadui ni wengi. Na nchi yetu iko na maadui mpaka wenye wako ndani. Na hapo ndipo Manzi alimwambia, kabla hapa basi soja fulani hajadedi, aliniambia hapa basi kuna kitu alikuwa anataka kuniambia. Na naona kama alikuwa anataka kuniambia hapa kuna wasaliti. But all the same, Donien, jua kazi yako, wachana na mapenzi. Donien hakufurahia. Mwanzo Richard anakuwa basi ni mwanajeshi, yeye pia ni mwanaume. Unaona? Richard anakuwa na mwanajeshi pia yeye ni mwanaume. Na anampenda sana Manzi wetu. Alright. Manzi akaendelea kujifunza namna hapa basi bila shaka pale ya kurusha mishare. Shasha. Check. Maneno. Manzi anajifunza namna ya kurusha mishare. Asante sana. Anafanya training. Mwanzo kucheki ile mishare hapa basi imewekwa kinga pale mbele kiasi kwamba iwezika kudunga. Alam. Manzi. Pata huyo. Naona? Design ya kurusha mishare hapa basi na kujikinga. Kwanza kujikinga amesoma zaidi. Lakini Donien akaamua kumuonesha Manzi hapa basi bado hauko fiti vile unafikiria. Uko fiti kiasi lakini bado. Kwa hivyo Donien alikuingilia akarusha mshare. Cheki. Design ya kurusha mshare kwa juu ya farasi. Donien akarusha mshare na kumpata Manzi. Elewa hii ni moja kati ya training zenye Manzi anasukumiwa. Akuwa Emperor lazima aweze kujua namna ya kutetea maisha yake. Mwanzo huko vita zaidi kwanza Mamanchus, as long as Mamanchus wanataka kutake over hizi territory zao. Hapa basi vita ni kila siku. Chapo Chao alikuja akatafuta mganga. Mganga akaweza kumchumua hapa basi mishare yenye sumu. Na kisha akatoa hapa basi bila shaka pale magaidi kadha wa kadha na ambao walitumwa wakamwangamize Manzi wetu Fei. Kumbuka Chapo Chao anajua vizuri zaidi. Iwapo Fei anaweza uawa, sasa yeye Chapo Chao ndiye anaweza kuwa kiongozi. Mwanzo yeye ndiye commander in chief of all armed forces. Na hapo ndipo kuruweza kutumwa sasa kikosi cha kimagaidi pale ambapo Manzi alikuwa anamwasha yule farasi wake design kama hiyo. Kikosi cha kimagaidi kikatumwa shasha.
cheki maneno. Kikosi cha kimagaidi kiliweza kutumwa sasa kuja kumwangamiza Manze Kagua. Manze kuwa pale mtoni akawaona magaidi, kwa hivyo ni kuogelea na wao wakaingia hapa. Basi wako na yeye bampa tu bampa shasha, ai ni kumfuata na wamepatiwa mpaka mishahara ingine ndiri zaidi za kuja basi bila shaka pale kumdunga, wako mpaka na visu. Manze ngangana tetea maisha yake basi bila shaka pale kule ndani ya mto shasha. Manze anatetea maisha yake hapa basi kwa ndani ya mto, kisha chomoka na kuchukua farasi yake na kutoka nyau nyau shaka maneno. Kikosi cha kimagaidi na chomeshana shaka pale kiko na yeye hapa bampa tu bampa. Cheki kikosi cha kimagaidi high trained mercenaries wanamfuata basi bila shaka pale stara kama hiyo maskini manzi wetu. Cheki venye ambavyo anapelekwa mbiu, wametumwa kwanza. Cheki mishale ndio hiyo na iko na sumu makosa. Kwanza hiyo akaondokea. Wololo yaye majengiro wametumwa na chapo chao. Kisha hapa basi kuna mzee fulani kwa jina la Sao Chao Tonga. Sao Chao Tong alicheki akaona hapa basi kuna mtu ambaye anapelekwa na Sao Chao Tong hatakagi watu wakiingia kwenye territory zake, kwa hivyo alianza kumsaidia Manze. Cheki hatakagi magaidi kwenye territory zake. Mwanzo yeye anakaaga Kimansoro, is a retired soldier. Alianza kuvamia masoja. Cheki pata huyo mweke kando. Manze bado anaumiria. Cheko manino mushara. Lakini hiyo ilipata Manze maskini wa Mungu, ilipata Manze Sao Chao Tong na yeye ndiye uvamia majangili. Manze na yeye ni biombiu majangili. Mshara ingine ikapata sasa farasi, kwa hivyo farasi ilitupa mbao ikafanya sima sote. Manze akawekwa kando makosha. Lakini sasa majangili wanakabiliana na wao. Cheki wote bebwa wekwa kwa mitego stari kama hiyo hapa basi bila shaka para na jamaa wetu Sao Chao Tong. Sao Chao Tong alicheki akaona ni kama Manze woye. Na mbali na kuwa yeye ni retired soldier hapa basi yeye anakuaga yeye ndiye Dr. Joel wa huko. Iko na maana alicheki akaona hapa basi Manze amedungwa na sumu. Na yeye anajua hapa basi bila shaka pana matibabu ya kienyeji vizuri zaidi. Kwa hivyo akaamua kumtibu Manze. Sasa baada ya siku 2-3 ripoti zikafika. Chapo Chao akadai huenda Manze amekufa na kwa hivyo kunafaa kutafutwa mfalme mwingine mara moja. Lakini Manze hajakufa, ako mikononi mwake Sao Chao Tonga. Na Eldafu akadai hawawezi wakadekiria ati mfalme wao amekufa, yani yule empress wao. Chenye watafanya watampatia miezi 3 atafutwe. Akikosekana basi wakati huo kutafutwe hapa basi ama Chapo Chao aweze kuwa declared the emperor. Mwanzo hivyo ndivyo ambavyo Chapo Chao anataka. Kwa hivyo Eldafu alimwambia mimi siwezi nikakubariki saa hii. Na hapo ndipo akina Donien walitumwa waende kutafuta Manze shasha. Akina Donien walitumwa kwenda kutafuta Manze. Mwanzo Chapo Chao anataka aweze kutangazwa ati yeye hapa basi ndiye mfalme mara moja. Chapo Chao anataka atangazwe kuwa mfalme. Manze na yeye ndiye huyu. Ni baada ya wiki kadha wa kadha. Ile sumu ilikuwa noma zaidi. Mwanzo hapa basi amekuwa akitibiwa siku nenda siku rudi. Cheki madawa zenye hapa basi bila shaka pale amekuwa akitibiwa nazo. Wololo yaye. Manze akachukua kakisu, roho hajui yako wapi, hajikumbuki, hajielewi. Anashindwa ruka huko neko. Anashindwa sana kuoni ameletwa wapi. Lakini on the same hapa basi anaendelea kuchapa chapa raundi Manze wetu maskini wa Mungu. Huko anashindwa sana kuoni ni wapi huko. Punde si punde sasa ndio huyu hapa basi Sao Chao Tong. Ai, wewe ni nani? Lakini alimwambia tulia. Hii ni kitu ya kuchuna asari. Na mimi ni daktari. Daktari? Mbona unakaa kwa msitu? Lakini alimwambia hiyo ni raha yake. Kupolea kwa msitu, hiyo ni raha yake. Kisha Manze kaambia hufai kuamka. Unafaa kuendelea kupumzika kwa wiki ingine mzima. Ati kupumzika nini daino kani? Nimeenda nyumbani. Sasa cheki mwenye anaenda nyumbani hata miguu haina nguvu. Chini. Wololo yaye. Kumbuka sumu aliyodungwa nayo
ama mshale aliyodungwa nao alikuwa na sumu deadly zaidi. Kwa hivyo inabidi hapa basi aweze kutibiwa. Amekaa hapa basi wiki kadha wa kadha na bado miguu haijapata nguvu. Alitengenezewa dawa ingine basi na akaletewa. 呢個藥要食3日，飲咗佢，好翻就可以離開。Manza kambo lazima ukunywe dawa. Kwanza kukunywa gigi. We, kwani ni nini hii? Manza kambo hii ni supu ya nyuki. Nyuki, tumetafuta nyuki, tukakaanga vizuri, tukatoa supu, ukunywe. We, siwezi kunywa supu ya nyuki. Na kinidunga tumbo. Haya. Sakashidu atakunywa nini? Hilo hufai kuambia daktari chenye ambacho hutaki kukunywa. Wakati huo huo, bado akina Donien wanamtafuta manzi. Donien alikuja akapata zile mishare. Akanusa na akahisi hapa basi hiyo ni poison. Sao Chao Tong na yeye bado anaenda kutengenezea manzi madawa. Hizo mimi sitaki. Hiyo nao ni nini? Maya ni magi. No, magi. Magi ndizo nime bonda nikachanganya na metogu. Kai, metogu. Sasa manzi anakasirika kutia zile vitu anapatiwa, lakini Sao Chao Tong anajua hizi zinaweza zikamsaidia manzi. Dikole yae na akadoze. Lakini asipofanya hivi, kidonda kinaanza kuuma. Mwanzo zile madawa anapatiwa zingine hapa basi ni painkiller. Sasa alianza kuhisi uchungu kwa kidonda pale kwa mgongo. Ile mgongo wake ndio uliweza hapa basi kudungwa mshare. Wololo yai. Kwa hivyo alianza kuhisi uchungu. Ai. Kwa hawe. Utajireta tu hapa. Ai. Manzi anahisi uchungu kwa chile kidonda chake. Cheki. Manzi anahisi uchungu kwa chile kidonda chake. Anajaribu kujikuna na miti, lakini wapi? Wololo yai. Chile kidonda chake kinahisi hapa basi uchungu vibaya zaidi. Ai. Ukuelewa. Utajireta tu hapa wewe. Manzi anahisi uchungu kwa kidonda. Gai. Wololo yai. Anahisi uchungu sana basi kwa chile kidonda chake. Mpaka anacheki akaona ai, we. Hizi madawa za napatiwa sasa itabidi nikule na nikunywe na niende nikaombe usaidizi. We, nimekula nimemaliza, nitengeneze. Si umesema huwezi kula metogu? We, hebu nitengeneze faster. Sasa faster hapa basi bila shaka para kavua nguo. Haya. Nitengeneze na hisi uchungu. Okay. Akachomoa bandage. Na uangalie na uko usione nyonyo. Ndugu gikati, mimi nataka kukutengeneza kidonda. Daktari hakuna kitu aonagi. Funga macho. Nifunga macho. Wewe tulie upone. Niki imani. Wacha kuangalia mbele utaona nyonyo. Mimi sina haja na nyonyo, niko na haja na kidonda. Wacha kukuja na mbele unaguza nyonyo. Sasa nitafungaje bandage? Niki wewe madamu. Nini mbaya na wewe? Haya, anifunga bandage faster. Kisha manza akachomoka. Sasa jamaa wetu anashindwa. Sasa paka ufikiri nani alikubadilisha manguo? Nenye manza alifika hapa kashindwa. Nilikuwa na uniform za kijeshi. Itakuwaje sasa nimevaa mavazi za kulala? Kwani ni nini? Kwani ni aje? Hawa nao walikuja wakapata yule mchawi. Wakamuuliza uko na hakika manzi alikufa. Wakamwambia manzi alikufa hawezi patikana. Bas. Sasa wakakuja kumleta hapa basi Eldafu. Wakaambia Eldafu, sisi tunataka hapa basi kiongozi. Chapo chao lazima uweze kufanywa. Mimi lazima uweze kunifanya kiongozi mara moja. Chui yako hapa. Wakuwa na chapo chao. Chapo chao akadai anafaa kufanywa mfalme mara moja kwa sababu sasa hakuna mfalme. Wewe negera mundu uri ongi mamlaka. Hatuwezi kaa bila kiongozi. Ama unataka Kanolenda guishira watuweke kiongozi. Wanajeshi hawa wote wanajua kiongozi alikufa. Na wananiamini na wameamua kunifuata. Na elewa Doniene na mtafuta manzi usiku na mchana. Na sasa chapu chao alihakikishiwa na yule mchawi kwamba na kuiti lazima manzi alikufa kutokana na kudungwa. Kumbe
daktari aliwacha hapa basi vitu kama vile bebe yako hiyo gwashe choma. Kwanza manza kicheki zile madawa ziko hapa na amewacha ameambiwa vizuri zaidi aweze kukunywa hizo madawa kama anataka kupata nafuu. Naona? Baka ameletewa kamwiko ya kukoroga. Na mtazamaji, hii sasa tayari imeshapita miezi miwili. Manza akiwa hapa basi anaendelea kupatiwa matibabu. Na sio yeye tu, yeye na farasi wake wanaendelea kupatiwa madawa za kienyeji hapa basi bila shaka para na huyu daktari. 佢就幫到你㗎啦。你又要去邊啊？ Lakini Manza alimuuliza kwani unaenda wapi? Kaambiwa naenda kuchuna asali. Kuchuna asali? Tuende tukachune asali tukuwa wote wawili. Haya, sasa Manza alikuja. Akaambiwa na wamanya isi nejo ruwe. Inadungaga mtu. Sini kuchuna tu kuchukua asali na kwenda nyumbani. No kai. Ukileta mchezo ukuradhuo. Haya, walikuingilia wakuwa wote wawili bisha rashaka pare stara kama hiyo. Ololo yaye. Manza anataka kuchuna asari. Kwa mzinga wa nyuki cheko maneno. Sao Chao Tong akachomoa hapa basi asari. Cheki. We, nikuli ya maana. Utakula asari? Asante sana. Manza akachukua. Akachomoa kile kikofia cha kuzuia kudungwa. Akaramba. Ni tamu sana. Akaambiwa funika uso. Ukianza kukula zijua unakula mali yao zitakushambulia vibaya zaidi. Haya, Manza akaamua kujichunia yeye mwenyewe. Ilo amevalia bidhaa mikono, lakini kidogo hivi akagonga. Kugonga nyuki zikakasirika. Neko irai. Alafu sasa nguo yake ikakwama. Nguo yake kukwama, yeye akachomoa ile bidhaa na anatoroka. Woi. Sasa ikabidi jamaa wetu na yeye hapa basi akuje kumsaidia. Nyuki nazo ndizo hizo zinawafuata. Nyuki zinawafuata. Sasa anachomoa ile bidhaa yake ya kichwa anaweka Manza na yeye ati ni kutoroka. Totiumelia na gari. Walipelekwa mbio na nyuki. Kujamuraya sama wito inywe mukayasha mawito. Wanapelekwa mbio hapa basi bila shaka para stara kamiona zile nyuki. Lakini all the same walichomoka na wakakuja kujifunga bandage. Ile hii sasa ni mishare ya nyuki. Linafanywa amejifunga stara kama hiyo. Na sasa Manza ametulia hapa, maisha yameanza kuwa mazuri na matamu na anaendelea kupona na amepona. Na kumbuka yeye anafaa kuongoza nchi. Yeye ni kiongozi. She's an empress. Babake alikuwa emperor akakufa, lakini sasa Manza yako hapa. Na hata wameanza kupendana hapa basi na Sao Chao Tong. 唔喺度咯。同我一樣。你係南方人？ Mbona unakaga hapa peke yako? 一家人？ Peke yako? Kwani hutaki kukaa na watu? Lakini Sao Chao Tong kadai hapa basi yeye kupenda maisha yake hapa basi peke yake. Akuwa peke yake huaga anaweza kudiscover vitu mingi zaidi. Na saa hii kuna chombo ambacho anajaribu kutengeneza, chombo ambacho kinaweza paa juu angani. Ndicho ambacho anang'ang'ana kutengeneza. Na akikaa pahali kuna watu watamsumbua. Watu wataingilia hapa basi bila shaka pale mambo zake. Na kwa hivyo anataka kukaa kimansoro pale ambapo hapa basi hasumbuani na mtu yoyote. Hawasumbuani na mtu yoyote. Pale ambapo hapa basi akitaka kutengeneza kitu anakitengeneza hata kama ni baada ya mwezi moja bila kusumburiwa akili na mtu yoyote. Ndio kwa sababu anapenda hapa basi kukaa peke yake. Sio kwa sababu ya uoga, ni kwa sababu hapa basi yeye ni mtu wa kutengeneza tu vitu tofauti. Na kwa sahi kuna chombo ambacho anajaribu kutengeneza. Kwa hivyo alimwambia Manzi, wewe pore hapa hadi wakati utaweza kupata nafuu. Ukipata nafuu kabisa usikie uko poa, uniambie utarudi kwenyu. Donien na yeye aliendelea kumtafuta Manzi. Donien aliendelea kumtafuta Manzi. Na kufika hapa ndipo alikuja akapata uswadi. Na hizi mauswadi zilikuwa zinapatiwa the great warriors. Watu ambao wamepigana na kuua watu wengi zaidi walipatiwa uswadi kama huu. Donien akaona hapana, lazima Manza alichukuliwa na mtu ambaye is a great warrior. Huku
naye hapa basi bila shaka pale Sao Chao Tong bado anaendelea kutengeneza kile kifaa ambacho anaamini hapa basi hichi kifaa kinaweza kikapaa juu angani na kitakuwa cha kwanza kabisa kupaa juu angani. Kwa hivyo ametafuta hapa basi mangunia nyingi zaidi, anashikanisha zile mangunia. Sao Chao Tong anashikanisha zile mangunia, anadai hichi ni kifaa ambacho hapa basi kitaweza kupaa juu angani kikiwa cha kwanza kabisa. Ewa ndugu brother mpenzi mtazamaji, nikufahamisha hapa basi hizi ni nyakati za zamani za kale. Ala 算啊， 我冇諗過。 Sasa Manzi anashindwa, kitu kinawezaje kupaa juu angani? 這一片 Itawezekanaje ati kifaa hichi kitaweza kupaa juu angani? Itakuwaje? Kwani ni kifaa cha aina gani hapa basi ati kiweze kupaa juu angani? But all the same, hapa basi bila shaka pale yeye anaamini ataunda kifaa ambacho kinaweza kikapaa hapa basi bila shaka pale juu angani. Hicho ni kitu ambacho anaamini. But all the same hapa basi bila shaka pale Manzi wetu aliendelea kupata nafuu na mpaka sasa alikuja kumwambia jamaa wetu wenyewe, mimi nitakuja kukuacha nikatafute watu wetu. Mwanzo siwezi ishi hapa basi forever. Nina watu wetu, nina kwetu, nina pahali ya kwenda. Kwa hivyo wewe utawacha ukitengeneza bidhaa zako zenye ambazo unaendelea kutengeneza, lakini na mimi itabidi niweze kuchomoka. Niende hapa basi bila shaka pale kwenye ambako nilichomoka ili niweze kuendelea na maisha. Lakini licha na kuwa sasa Manzi amepona kwa poa kabisa, kumwacha huyu jamaa Manzi anaona hapana. Kisha Manzi alikuja kuambiwa, hebu cheki venye gidhugu yangu inakuwaga poa. Huwaga najionea hapa basi bila shaka pale kila kitu ambacho kinanikaribia. Najionea nikiwa hapo upande wa juu na kaaga maisha mazuri zaidi. Mwanzo hakuna mtu tunasumbuana na yeye. Hakuna mtu akunikula kichwa. Na kaaga nikuwa kimansoro design kama hiyo. Na nikiwa hapa najionea kila kitu. Ya? Nafuga tundege kama hutu. Maisha yangu inakuwa hapa kuna tunyonyonyonyonyonyonyonyo. Na akamwambia tunyonyonyonyo tunakaaga tukiwa wawili. Na mimi nakaaga kimansuru. Ilo ni design ya kujitetea. Ilo wanaume, kila mwanaume ana design yake ya kujitetea. Alright. Manzi anataka kwenda. Kuverikuja basi bila shaka para kafahamishwa bidhaa zako nizo hizi zote nimeweza kuzifunga. Kila kitu nimeweza kukuwekea standby. Na kwa hivyo mpaka zawadi nimekupatia. Ukifika kwenye ambako unaenda tumiaga hizo. Hizo ni dawa za kienyeji. Wololo yaye. Huyu mtu kama huyu angekuwa ati ako pahali kama hapa, ungestukia mtu kama huyu ndiye sasa ati Olive Herbal Clinic. Unaona? Angekuwa ametengeneza kitu kama Olive Herbal Clinic, watu wanatengenezwa. Lakini yani ni daktari wa kienyeji huyo jamaa wetu. Madawa za kitamaduni anazijua vizuri zaidi. Anajua hapa basi bila shaka pale kutengeneza madawa za kitamaduni, madawa za kila aina. Yani ni mtu ambaye hapa basi bila shaka pale upande wa madawa za kienyeji yeye abana machezo. Lakini sasa ilifika siku, yani siku ambayo itaweza kufuata Manzi itabidi atachomoka. Jamaa wetu ameshikwa na stress. Alikuwa amemzoea Manzi. Alikuwa ameshaanza kumpenda Manzi. Lakini sasa siku na wakati imefika kiasi kwamba sasa itabidi Manzi aweze kuchomoka ara za nyawa hizi na aweze kurudi kwenye ambako aliweza kutoka. Jamaa wetu hajaipatana na Manzi akasikia hapa basi moyo wake umeshapenda design kama hiyo, roho ishapenda. Lakini sasa siku itakayoweza kufuata itabidi Manzi aweze kuchomoka ara za nyawa hizi na kurudi makwao. Makosa. Sao Chao Tong Hamini. Basi Manzi aliweza kuzima kanyitira design kama hiyo. Ulolo yaye. Na kisha akajifanya amelala. Lakini hata na hivyo basi Ardai ingawaje huyu jamaa amemsaidia vizuri zaidi na lazima Manzi aweza kuchomoka na kuishia kisha, na maana hapa basi yeye mwenyewe ni kiongozi wa kikosi cha wananchi, na tena hapa basi yeye mwenyewe ni kiongozi wa nchi, lazima aweze kuchomoka. Hata hivyo alichekia kwa wenyewe kama kuna wanaume wa maana, mwanaume ambaye hana utimafisi, mwanaume ambaye hapa basi hana
ile umahuru. Umahuru ni ule utimafisi. Manze aliona huyu jamaa ni jamaa wa maana zaidi. Mwanzo tangu akujana za nyawizi, huyu jamaa hajawahi msumbua. Huyu jamaa hajawahi msumbua kwa vyovyote vile. Ni jamaa mzuri, jamaa mwenye hana utimafisi. Juu ingekuwa ni mtu, tuseme mtu kama huyu Jose wa Adhuku. Imagine Jose wa Adhuku ati akae na demu pahali kama hapa. Ati woi. Lakini jamaa wetu ni jamaa mzuri tu. Ni mtu mzuri tu kama DJ Afro. Watu kama DJ Afro, atu wewe ni demu, unakaa hapa, unakaa na amani na huwezi ukafanyiwa chochote. Watu wenye wanaweza fanya kitendo kama hicho tu ni mtu kama vile DJ Afro. Sasa ikawa ndivyo hivyo, Manzari kuja hata akalala kando na jamaa wetu. Na jamaa wetu vile vile akalala. Jamaa wetu akafanya exactly kama venye mimi nafanyaga. Ukiwa dem kuja kunitembelea kwangu, unalala tu kwa amani, kuna kusubuliwa, unakula unakunywa na unaenda nyumbani. Hivyo ndivyo watu kama sisi tunafanyaga, watu wazuri, watu wameokoka. Naona ni kweli. Na kama huamini na wewe ni demu, ukuje kwangu uone, utalala tu hivyo kisha uamuke tu uende bila kusubuliwa na mtu. Unasubuliwa na nani? Mimi hapana. Never ever. Enyewe manze basi asubuhi kafika na ikawa lazima achomoke. Jamaa wetu Sao Chao Tong, enyewe mpaka manze hakuwa anataka kumwambia bye. Mwanzo anahisi mapenzi. Sasa wewe hii kale gani? Wewe. Oi. Umeenda? Manza akamwambia ndio. Lazima niende. I have a country to learn. I have soldiers to lead. I gotta go. Akamwambia kile kiagu mwangalie. Wacha nikuzindikisha. Sasa cheki kumzindikisha. Huku kuota jamaa atarudi miguu. Oi. Alimzindikisha manze sara kama hiyo. Lakini wakati anamzindikisha manze, enyewe hata manze nimuonesha kwa ishara kabisa pia yeye ashampenda, na kama ni kuulizwa kwake angependa waweze kukaa na kuishi pamoja hapa, basi bila shaka pale waishi kama familia. Lakini manze ni kiongozi. Manze ni kiongozi na nchi na wanajeshi ambao wanafaa kuongoza. Basi manze alishindikishwa sara kama hii. Kambo, no ule, no jule. Sasa manze pia manze hataki kumwacha Sao Chao Tong. Mwanzo moyo ushapenda. Wololo yaye. Na manze kumwambia wacha niende kwa sababu saa hii najua huenda basi bila shaka pale ninatafutwa, lakini one day one time in one way or the other I promise you I will come for you. Kisha wakati wa kina Donieli ni wakati wanafika. Cheki. Kwanza Donieli akiona mwanaume mwingine karibu na manze anakasirika. We! Huyo ndiye alikuiba tumuue. Lakini Donieli akaambia hapana. This man saved my life. Munene. Ilikuwa ni mkuu. Nikia Raina Meruo. Sasa hapa basi Sao Chao Tong ndio alishindwa. Raina Meruo niki. Hai, Raina Meruo soki okenani ndimo inamanie. Naona kwa nini huyu manzi anainamia watu anamuinamia? Lakini manzaro mraina mo okay ndake inama. Sao Chao Tong anashindwa ni nini kinaendelea. Lakini manza aliambiwa hapa basi wewe muage huyo rafiki yako kisha tuchomoke. Rorai nako. Pole sana sijai kuambia story kunihusu. Lakini hiyo ni story ambayo tutaongea siku nyingine. Otherwise kwa saa hii mimi lazima nichomoke. Pole sija kuambia kuwa nakupenda. Lakini ukweli ni kuwa you are one in a million. Na umefanya hapa basi imebidi hata niweze kukupenda. But what I promise you is that one day one time I will be back for you. Ai, ngoka dera ndona igikorora. Matwalire ngwaci. Wapelekee hizi zawadi. Mimi wacha niachwe. Manza anahisi kududuku na machozi, lakini ni promise. Akamwambia huenda nimeenda saa hii, but I swear and I promise you one day one time in one way or the other I will be back for you. Cause for sure I really truly do love you. Nataka ujue hapa basi kabisa kutoka moyoni mwangu kabisa hakika ninakupenda na hata singependa kukuacha, lakini manze sweetheart inabidi.
Manzi alidondokwa na machozi akichomoka. Akamcheki na sexy eyes design kama hiyo. Jamaa wetu akamcheki hapa basi na sexy nose, but all the same. Whether it's a sexy nose, sexy eyes or sexy ngongo, manzi lazima chomoke. Oye mwathani, ulidehagira tuindo twega tugacoka tugathie. Oye. Aliwachwa akiomba Mungu akimwambia tafadhali Mungu uweze kuregesha hiyo mali yangu. Alright. Wakati huo kimurarora narora na huwe rwa dunia inafurahishi mbona mnaangalia namna hiyo. Ni kulingana na ile ugonjwa nilikuwa nimegojeka. Lakini dunia inafurahi. Ana kiondo. Wakati huo moja kati ya masoja akafika na akamwambia hapa basi Donien, nyinyi mko hapa wakati kule kumeharibika zaidi. Mamanchus wamevamia territory na basement zetu. Mamanchus tayari wameweza kufika na kuanza kuvamia na kushambulia territory zetu. Inabidi tuweze kuchomoka mbio. Manzi, Donien, mbio. Basement zao zinavamiwa hapa basi na Mamanchus na kwa hivyo kina Donien wanahitajika kufika haraka wizi akenavyo. Masoja wanafurahia zaidi kupata habari kwamba na kweti sasa hapa basi manza wetu wameweza kufika. Tangu tiksi tangi. Eldafu alikasirika zaidi na kuuliza manzi, unawezaje ishi stare kama hiyo? Chapo Chawa alikuwa anasema aapishwe aweze kuwa kiongozi. Tumekuwa na shida kubwa zaidi. Lakini we must continue with our war plan. Hatuwezi tukawachilia Mamanchu waweza kutake over our territory. Hatuwezi tukawachilia Mamanchus waweza kuchukua nchi yetu kwa vyovyote vile. Mamanchus hawawezi wakawachilia kuchukua nchi yetu. Kwa hivyo we will fight. We will fight. Fight and fight. Emperor alikufa akipigania hii nchi na pia sisi tutakufa tukipigania hii nchi until the last minute. Kwa hivyo Donien aliweza kupatia maposition. Na kisha hatimaye sasa wakakuja kuingia kwa vita. Nyakati zile za zamani mkichokozana walikuwa wanakuwa hapa basi inchi ama Mamanchus wanakaa pandire. Hapa basi bila shaka Parano wanakaa pandire na kisha kuna referee. Hii ni kumaanisha vita itapiganwa hadi dakika mwisho. Wewe mnene, oi. Kale kasichana kale ndio kanaongoza kaliku. Kena kodeka mine. Watu wangu, oi, sasa ni Mamanchu. Hao ni Mamanchus. Manze naye akaambia hapa basi kikosi chake kwa maana kwetu we have to fight and protect our country. Lazima tutetee nchi yetu. Manze akadai sasa Manze ndiye emperor. Mamanchus wanafurahia zaidi waliweza kuwa yule emperor mwingine. Tuliua babako na wewe tutakuua. Watu negathie. Arwai ndio repali. Kuna drama, kuna repali, kuna mtu wa kuhakikisha basi venye bado vita itaweza kupiganwa. Manza kambo uchunge sana. Mwanzo wakikuua na waliua babako itakuwa wametuweza. Wakikuua na waliua babako itakuwa walituweza. Kwa hivyo sasa vita ndugu brother mpenzi mtazamaji zikaanza. Na ile wana wakati wa zamani za kale kumaanisha vita ilikuwa hapa basi ya mishare na mikuki na farasi. Mishare, mikuki na farasi. Kwa hivyo vita wacha zichache shasha. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, wacha vita zichache hapa shasha. Mikuki, mishale, wala vita ikapiganwa mtazamaji. Vita ikapiganwa. Masuja wakauana, wengine kukatana, kudungana na mikuki, kurushiana mishale, kutambarizwa, cheki mishale. Kuna machini mpaka ya mishale sasa kama hiyo. Kutoka asubuhi mpaka imefika saa 11 bado vita inapiganwa nani? Watu bado wanakufa. Mikokoteni kwa mikokoteni, farasi kwa farasi. Kwanza farasi zinaumana. Farasi ni kuumana nani? Masojani kudungana, mikuki na mishare. Just imagine kutoka asubuhi hadi jioni bado vita zinapiganwa. Sasa cheki design ya kutega farasi. Farasi zinategwa stara kama hiyo. Masoja wanaanguka ukifika chini unakatakatwa na kudungwa mishare. Cheki Marikso nazo ziko hapa basi na mikuki yenye inadunga watu na mafarasi. Ululu yaye washalala kutega mikokoteni inaanguka design kama yani zile Marikso, kisha unakatakatwa na kudungwa. Vita zimechacha kuchacha, vita zimepigana kupigana mtazamaji. Ikasemekana sasa wafuata Manze wamuue. Mwanzo wakiwa kiongozi watakuwa sasa hapa basi wameshinda tena. Mamanchus walifuata Manze na Donien akaona kile kitendo akajua sasa ni kwenda kugojea Mamanchus. Wale Mamanchus ambao wamemfuata Manze watakuja kukipata cha mtamakuni shasha. Manze amefuata stari
kama hiyo, lakini Donien alishagundua na akachora plan. Mwanzo vita ni mipango, vita ni mipango. Wanafuata Manzi, Manzi akawaonesha ni oyo sasa, ni kumbe ni kupelekwa kwa mtego. Ni oyo fuateni mimi. Wafuata Manzi shasha. Mama Chus wafuata Manzi, Mama Chus wafuata Manzi. Cheki maneno. Mama Chus sasa wakuja kumfuata Manzi. Tazama vinyo ambavyo sasa Barasha Kapara waliweza kujiingiza kwa mtego. Mwanzo hapa basi Donien ameweka mtego wa Raizi. Mama Chus wanafuata Manzi, kumbe Donien na yeye na kikosi chake hapa basi wamemngojea Manzi ara zenye wizi. Manzi apite, Mama Chus waingie katikati, kisha sasa wavamiwe vizuri. Kamjeshi oye Mama Chus wafe wadedi. Bash twende shasha. Cheki Mama Chus wako wanajua kwamba na kwetu wanaingia kwa mtego shasha. Mama Chus wana habari wanaingia kwa mtego. Kwanza kiongozi wao wekwa kwa mtego, kisha Donien akadai ataka. Twende shasha. Wololo yaye Donien na kikosi chake wakavamia Mama Chus, kuwadunga, kuwamaliza mishale. Wale Mama Chus ambao walifuata Manzi pigwa mikuki, katakatwa, dungwa na mikuki, dungwa mishale, katakatwa diseni kama hiyo. Kisha Manzi akachukua uswadi. Sasa anataka kiongozi wao. Manzi anataka kiongozi wao. Manzi yataka kiongozi wao shasha. Cheki maneno. Manzi anataka kiongozi wao. Ashalala. Wololo yaye. Cheki maneno. Manzi anataka kiongozi wao. Manzi anataka huyu kiongozi wao. Donien yeye vile vile ni kwa katakata. Manzi wetu na kiongozi. Manzi wetu na kiongozi Mama Chus. Manzi wetu na kiongozi Mama Chus alimuweza. Cheki kiongozi Mama Chus wekwa kando. Ululu yaye. Waliwezwa kwenda kumaliza kiongozi. Manzi akasema no, don't kill him, spare him for the sake of peace. Wewe kiongozi, wewe ni kiongozi wa tena na mimi ni naibu. Tafadhali na waomba. Wewe tumia wewe. Okay, mimi ndio kiongozi. Niue. Juraga. Niliua baba yako, niue. Juraga, ino haro de gadira. Tugotora torowaga forever. Tutapigana forever. Niue. Manzi akamwambia sikiza. Mama Chus, mko na inchi yenu. Sisi nao tuko na inchi yetu. Kwa nini mnataka inchi yetu na hata inchi yenu bado hamjamaliza? Wacheneni na sisi. Watu wenye mnafaa kuwa mkifikiria ni Majapanese. Tunafaa tuungane tukapiga Majapanese. Na kakiri tukaonekana ya we. Sitakuua. Toka uende. For the sake of peace. Nataka kuwe na amani baina ya nyinyi na sisi. Chukua wanajeshi wako ambao wanaendelea kupigana huko, mwende. Nimeokoa maisha yako for the sake of peace. Nenda. Nataka kuwe na amani baina yako wewe, nyinyi Mama Chus na sisi. Tudia wewe, ulikuwa unasema ni wewe na naibu yangu Nendeni. Chukua wanajeshi wako muende. Lakini mkitaka vita iendelee, muendelee kupigana na sisi. Tuko tayari, tutaendelea kupigana. Mtaendelea na vita ama mtaenda? Wanajeshi wangu, tumeshindwa na tutawahi pigana na hawa watu tena. Tuende tukatafuta vita pale kwingine. Tumekubali kushindwa. Wameshindwa na wameenda nyumbani. Refali akasema. Hawa walifurahia. Mwanzo si ati hiyo vita imeisha tu saa hii. Imeisha forever. Mama Chus hawatawahi vamia akina Donien tena. Manzi alifurahia. Na hata Donien akacheke kuna Manzi ametumia akili pale ingine hapa basi Barasha Kapara ametumia akili zake vizuri zaidi. Ndio unasikia hapa basi Barasha Kapale. Tukirudi kwa Biblia kidogo. Wakati Solomon aliulizwa anataka nini? Anataka kuwa wise. Mwanzo a wise decision. Decision kama yenye Manzi ameamua. Hakumuua kiongozi wa Mama Chus na yeye hakutawahi toka vita tena baina ya kikosi chake na kikosi chake na Donien. Wanajeshi wengi kama vile kina hapa basi Chapo Chwau
chapo chao hawakufurahia, lakini Mamanchus walipromise they will never fight again. Chapo chao aliambiwa hapa basi, sasa tunataka ujue wewe ndiyo kiongozi kamili wa wanajeshi, lakini mambo ya kuwa hapa basi tunataka kuwa mfalme sahau. Okay, nilikuwa nataka juu ulikuwa umeenda. Asanti. Akapatiwa uswadi na akaambiwa nao vita baina ya Mamanchus imeisha, kwa hivyo atrain wanajeshi, aongeze wanajeshi wengine wengi. Lakini vita imeisha. Sasa chapo chao amejam. Mudosho ni Joni Akuila alidugwa na ina, najua alikufa. Alidugwa na yeye akakufa Hii ni sumu, si ndio? Ikiduga mtu si anakufa? Ni akili mwaka aku wewe. Mimi sioni kama iko na sumu. Juu kuna mtu alidugwa na hakukufa, wacha tuamini na wewe. Ulifanya niamini Fei amekufa. Na mwaka aku mudu egudhesho dungwa moja. Wacha tuone kama utakufa. Na akakufa. Lumwage itekia. Sasa tumeamini. Lakini tulimtuma mkadunga manze hakudedi. She's still alive. Kawira wadu ya dikwenda we. Kazi hawa watu sitataka. Mane karabara toli testi na idhue. Sasa kana kamuganga kalikasirika zaidi. Kisa na maana hapa basi mkubwa wake ameuawa. Lakini chapo chao amekasirika zaidi kupata habari bado manze ako uhai. Lakini ajabu ni kuwa wakati manze wako kwa bunge na wakuu wa wanajeshi, manze anafikiria tu story kuhusu hapa basi bila shaka pale Sao Chao Tong. Kwa sababu ni binadamu. Na hata ukiwa kiongozi wa aina gani, uwe na mamlaka ya aina gani, uwe wewe ni nani, wewe ni binadamu and you fall in love. Na Donnie alicheki akaona manzi akili zake ziko mbali zaidi. Hicho ni kitu ambacho hapa basi Donnie aliweza kudiscover. Alicheki akaona akili za manzi ziko mbali sana tena zaidi. Wanafikiria namna ambavyo wataweza kujenga nchi, lakini akili za manzi ziko kwake Sao Chao Tong. Na Donnie amejua. Lakini hiyo ni kawaida mtazamaji. Hata wewe ni nani, you have to fall in love. You have. Ndio unasikiaga every woman damane bwanji. Yani ni kitu cha kawaida. Sasa manze ni kweli kabisa yeye ndiye kiongozi, yeye ndiye hapa basi marikiara za nyawezi, lakini akili zake zote zinafikiria story kuhusu hapa basi bila shaka pale Sao Chao Tong. Kiasi kwamba mpaka anashindwa hapa basi bila shaka pale kutawaraza ara za nyawezi. Na Donnie anacheki anaona we. Na Donnie anataka huyu awe demu yake. Lakini sasa manze mpaka alifukuza watu kwa bunge. Ati anahitaji ample time. Anahitaji hapa basi masaa kadha wa kadha akiwa peke yake. Kila siku anamuwaza Sao Chao Tong. Na amini usiamini, manze aliamua kuacha ufalme aende akamtafute hapa basi Sao Chao Tong. Sao Chao Tong na yeye aliamua kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kutengeneza hapa basi miavuli. Aliamua kutengeneza miavuli ya kuwa mtu wa kwanza kabisa. Ululu yeye. Donnie naye alikuingilia akapata manze. Akuuliza manze, ni kwa nini una behave namna hiyo? Lakini manze akamwambia, mimi kuna pahali nataka kwenda kutembea kidogo. Donnie akamwambia, ulichomoka juzi. Ukakaa miezi 2.5. Sasa tena unataka kwenda? Unakumbuka tukua watoto venye tuliweza kuapa we will live together. Kilimanza akamwambia, ndio kwa sababu inaitagwa utoto. Wakati ule tulikuwa utoto, ndio tulikuwa tunacheza cha baba na mama, kwa sababu hatungeweza kuwa baba na mama. Tulikuwa tunacheza cha baba na cha mama. Lakini sasa tumekuwa watu wazima. Sasa tumeshakuwa watu wazima. Donnie akamwambia manzi, mimi bado nakupenda. Lakini manzi alimwambia, wewe ni mdogo wangu na uwezi ukanioa. Vita zinaendelea.
Lakini Manzi aliambiwa, sikiza, wacha nikwambie story kuhusu Sao Chao Tong. Sao Chao Tong is a great warrior. Alipatiwa ule uswadi baada ya kuwa ameua wanajeshi wengi zaidi. Kati ya wanajeshi, Sao Chao Tong ndiye mtu amewahi ua Mamanchus wengi sana. Najua story kumhusu. Manzi akamwambia, wewe unajua story kuhusu ujeshi wake, lakini mimi najua story kuhusu moyo wake, roho yake, uzuri wake na kadhalika. Kwa hivyo Manzi alikuja kaandika barua na akadai yeye ameenda safari ya miezi 3 na ataweza kurudi. Ameenda kutafuta hapa basi marafiki kwa nchi zingine na ataweza kurudi baada ya miezi 3. Kwa hivyo anataka watu waache kwa amani. Yeye ameenda kutafuta marafiki kwa nchi zingine, lazima atengeneze urafiki na nchi zingine ili aweze kujua pale ambapo chakula itakuwa inatoka na vitu zingine. Wanajeshi wangefanya nini? Yeye ndiye mkuu na amesema ameenda kutafuta nchi zingine aweze kutengeneza urafiki nao ili waweze kupata zile vitu ambazo hawana. Unaona? Lakini Donnie anajua vizuri zaidi. But Mazarda yeye ameenda kutafuta hapa basi bila shaka pale urafiki na nchi zingine. Na hataki mtu yoyote aweze kujua isipokuwa wakuu wanajeshi. Sasa Donnie alimngojea upande wa nje. Hoi. My dear. Yaani unaenda kutafuta maji ya mbali wakati maji ya karibu iko hapa. Manza kamwambia Donnie, understand. Huenda maybe hujaipenda mtu. Donnie ndio ukijana nikiitale. Kemudocho na manioro mana. Manza kamwambia, wewe ni mwanajeshi wangu. Na nishapenda mtu mwingine. Wagatika koje kwa uguo bani. Wacha kunifanya hivyo. Mundurume no tore ongi. Utire mundurume ati mraihuka na munoru. Mwanaume ni kama yule tu mwingine. Wacha kunifanya hivyo. Lakini Manza alimwambia Donnie, pole sana. Moyo wangu uko kwake Sao Chao Tong. Nishapenda, tumeishi na wewe hapa. Hujai niomba mapenzi. Mtu mwingine alikuingilia, akaniomba mapenzi na nikampa. Okay, oya nyamwisho si yake. Mrudishie, mwambie tutaki hizo vitu zake hapa. Noma uwe waache kama gai wewe umenifanya. Ni sawa tu. Haisuru. Wazungu husema zaidi wa Italiano husema, if you love something, let it go. If it comes back, it is yours. If it never does, then it was never meant to be yours. Ukipenda mtu sana na uone anataka kukuacha, muache aende. Akienda na akurudie, ujue alikuwa amekusudiwa na Mwenyezi Mungu kuwa wako. Asiporudi, jua hakuwa amepangiwa kuwa wako. Na utaishi kusumbuka. Na ndio Donnie akamwacha Manzi aishie Manzi. Yeye Donnie tu ndiye anajua hapa basi huyu jamaa ndiye amekuja kutafutwa. Huyu jamaa wetu naye Sao Chao Tong aliweza kudiscover hapa basi bila shaka pale nini? Barun. Ameweza kudiscover Barun kuwa mtu wa kwanza kabisa, yani zini hapa basi bila shaka pale Barun za kutumia moto. Asante sana. Arejeseti pale. Yani mtu wa kutengeneza tu vitu. Hivyo aliweza kutengeneza hapa basi bila shaka pale na yenyewe ndio hiyo shasha. Kiparachuta. Asante sana. Kumbe Manzi alifika. We, my dear, gai ni bebe. Na hii ilikuwa hakujawahi patikana kitu kama hii. Unaona hata imetengenezwa na nyungu na moto. Amekuwa mtu wa kwanza kudiscover hapa basi Sao Chao Tong. Na hajui namna ya kurudisha chini. We, na uko upande. Manzi hataki kuachwa. Unaona huyu mwanaume mudurathodeka ruigi. Mudurathodeka ruigi mani. Mtu anatengeneza kitu ya kwenda juu alafu sasa ati watu wengine hapo ati nini. Sasa Manzi fast alitengeneza hapa basi namna venye ataweza kuingia. We, haisaga di kwenda kugotiga my dear. Manzi alikuja mbio. Cheki. Akaruka. Akamdandia jamaa wetu. Kisha hapa basi wakabebwa style kama hiyo. Cheki maneno. Ashanana. Iliwa mtazamaji hapa basi nitakuambia amini usiamini, kubali ukatae, yote hapa basi decision ziowaza. Lakini utakubaliana na mimi kabisa hapa basi hakuna kitu kitamu hapa duniani kama mapenzi.
zaidi wakati mapenzi ni ya ukweli, wakati mapenzi inatoka moyoni, wakati mapenzi imejileta yenyewe hapa basi kutoka kwa Maulana Mwenyezi Mungu. Hata asali, hata sukari, hata chocolate, hata pizza, yote yale umewahi kula matamu, hakuna kitu tamu kama mapenzi, especially wakati mapenzi inatoka moyoni. Ili ukipenda mtu unasikia hapa basi wakati mko na yeye ni kama hapa basi umeenda pale ambapo hujawahi enda. Ukipenda mtu unasikia kama hujaona mwenye ambao unapenda, unaona hapa basi bila shaka pale ni kama dunia imeisha. Hakuna kitu kizuri hapa duniani, amini usiamini, kama mapenzi, especially when mapenzi it is a true love. Lakini sio hii mapenzi ya kupenda mtu ati kwa sababu ako na wheelbarrow, sio hii mapenzi ya kupenda mtu kwa sababu napendea yeye baiskeli yake. Hiyo inakuwa ni mapenzi ya upuzi. Lakini kupenda mtu venye alivyo, usimpendee chenye ambacho ako nacho, usimpendee sura yake na urembo wake na figa yake. Upende mtu tu kwa sababu yani hapa basi kuna mapenzi ya kimungu ambayo iko ndani yako. Hakuna kitu inakuwa tamu style kama hiyo. Mtu waga nasikia vizuri zaidi. Haijalishi huyo mtu ni nani, haijalishi mtu ametoka wapi, haijalishi hapa basi ako na nini, haijalishi hapa basi bila shaka pale whether ni kengeza ama ni kijicho ama ni kidomo ama ni kisikio, haijalishi whether ni kipara, haijalishi whether ni kitumbo, haijalishi whether ni kishingo, haijalishi hapa basi bila shaka pale whether ni kikono, haijalishi whether hapa basi ni gedhua. Lakini ukipenda mtu venye alivyo basi na umpenda kabisa na iwe ni mapenzi ya kimungu, hapa basi inakuwaga so sweet. You'd miss to love one. Yani mtu anasikiaga vizuri, stari ingine hapa basi hujawahi ona. Na wale wamezoea kupenda penda, kumbuka hapa basi sana sana waga you love once in your life. Utapenda mtu mmoja tu kwa maisha yako, na kisha hatimaye huyo mtu akienda ama kuache, you will never love again. All you will have is lust and never love again. Yani hapa basi kuna maana utaishi kufikiria unapenda ama unapendwa, na utapata hapa basi haupendi wala haupendwi. Kisha na maana uliwacha wako mwenye hapa basi mlifaa kupendana akaenda. Mwanzo duniani unakuwa umetengenezwa mtu mmoja tu ambaye chaki kweli basi atakupenda mapenzi yake yote, na ukimwachilia aende, wale wengine wote ambao utaishi kupatana na wao, utapatana na watu ambao tu wanapenda kitu ambacho uko nacho, lakini kukupenda wewe mwenyewe kwa yako kwa yao yote, basi utaishi sana kitambo uweze kupata, na kwa hivyo wewe utaishi maisha mabaya sana hapa duniani. Mwanzo hujaiona maisha mbaya kuwa mtu mzima kama kuishi bila mtu ambaye anakupenda. Mwanzo utapata tu watu ambao wanakutumia, watu ambao wanapenda kitu ambacho uko nacho, lakini hutawaipata mtu akupende mupendane kabisa. Hiyo ni kisha na maana kumaanisha hapa basi ukawaipata mtu akupende na uone hapa basi anakupenda kabisa, usiwahi mtumia vibaya ama uachilie aende. Mwanzo ukimwachilia aende, milele daima utaishi na shida na tabu peke yako na kutumiwa vibaya. Tuchomoke upande wa fei na mapenzi, tukuja kupata hapa basi Eldafu Wololo yaye. Eldafu alitumana manza katafutwe, kisha na maana hapa basi bila shaka pale Chapo Chao ameapa atachukua ufalme, watu wapende wasipende, huku akisingizia hawawezi wakaongozwa na mwanamke ambaye kila wakati anaenda, kila wakati anaishia. Kwa hivyo Bibidi Doniani sasa aende akatafute manzi. Kisha na maana hapa basi sasa Chapo Chao anataka kuchukua ushukani hapa basi cha lazima, na Doniani anajua mpaka pale ambapo manzi alipo. Kwa hivyo alikuja kutafuta manzi, na anajua akichomwa huu uswadi, mwenye huu uswadi atakuja kumtafuta. Kwa hivyo alichomwa ule uswadi. Kuchomwa ule uswadi hapa basi Sao Chao Tong aligundua uswadi wake umechomolewa. Aligundua uswadi wake umechomolewa. Wololo yaye. Aish amegundua uswadi umechomolewa, na sasa lazima kacheki nani hapa basi ameweza kuchomoa. Onyo. Inaitwa meli. Hii inaongezaka nguvu za macho. Na meli ya karati. Ndio sasa huyu jamaa naye hapa basi nisomesha. Upande hapa basi wa dawa za kienyeji, yeye ni somesha. Wakati huo hapa basi Doniani walikuja kupatana sasa na Sao Chao Tong.
Ano adunyira mudo. Donien akona machungu zaidi. Mwanzo manza alifaa kuwa manzo wake. Na Donien anajua Sao Chao Tong upande bishoro shakapala wa mkono ni wazimu. Mwanzo is a retired soldier. Yeye ndiye soja mwenye ameweza kuua wanajeshi wengi zaidi. Kwa hivyo alimsukumia uswadi wake akamwambia, I know that sword killed so many people. Nionyeshe kama bado wewe ni soja. Show me whether you still got it. Twende sasa. Nionyeshe kama bado wewe hapa basi ni soja ama umekuja ukakaa kwa msitu ukakuwa jokopai. Walianzana na Donien Chesha. Cheki. Donien anakuwa na machungu. Huyu jamaa alimnyang'anya manzi. Na sio tu manzi wa kawaida, ni manzi ambaye ni mfalme. Lile jambo linamtia hapa basi wazimu. Lile jambo linamtia wazimu. Lile jambo linamtia wazimu hapa basi bila shaka para jamaa wetu Donien. Mwanzo manzi alifaa kuwa manzi wake, lakini sasa hapa basi bila shaka para alinyang'anywa. Manzi, why? Lakini wote wawili ni wadedri. Donien akamwambia, you are not my enemy. Wewe si adui yangu, lakini nataka make sure huyo manzi amerudi. You are a retired soldier. Unajua kuwa emperor ni kuwa nini? She is our empress. She is our commander in chief. Na hafai kuwa akikuja hapa kukuonyesha mapenzi, anafaa kuwa akitawala wanajeshi. Mambo ni mawili. Andamana naye ukuje kuwa mwanajeshi, ama mwachilie akuje. Mwambie kumeharibika. Kwenye territory za manzi, Chapo Chao aliamua kutake over. Alikuja na wanajeshi ambao wanamwamini. Akakuja hapa basi akazingira kina Eldafu na akadai, kwanza leo hii mimi ndiyo emperor. Hatuwezi tukaongozwa na mwanamke. Alikuja akakalia kiti na akadai, mimi nimechukua ushukani. Nimegeuza serikali. Aligeuza serikali design kama hiyo. Na Donien alikuwa ameenda kutafuta manzi. Sasa wakati ambapo Donien anakuja kufika, alishindwa kwani wanajeshi wako wapi. Nelewa Chapo Chao anajua tisho kwake ni huyu tu hapa basi Donien kufika hapa akazingirwa. Serikali imegeuzwa. Chapo Chao ameshajitangaza kuwa mkuu wa wanajeshi wote na anajua tu hapa basi tisho yake ni Donien. Kwa hivyo alizingira Donien stara kama hiyo, kisha kaambia Donien, Eldafu nimemuua, kichwa chake ndicho hicho. Eldafu ameuawa. Makosa. Hii Donien hakuamini. Unawezaje uwa mtu innocent? Akamwambia, wewe tu na mimi ndiye tunajua chenye ambacho emperor alisema kabla hajakufa. Kwa hivyo kill him. Kwenda kuuawa. Wale wanajeshi ambao walikuwa wamejificha walichomoka. Mwanzo waliona Donien atauawa, wakamwekea kinga. Cheki. Kuna tu wanajeshi tudogo ambao bado hapa basi hatujaamini na hatujakubali Chapo Chao aweze kugeuza serikali. Mishale kaanza kutupwa. Sasa wale wanajeshi wakamwambia Donien, manzi hepa. Fanya fiti. Hapa basi bila shaka pale uweze kuhepa. Kisha na maana hapa basi bila shaka pale hawa watu watakuwa. They mean it. Na wewe tu ndiye mkombozi ambao unaweza ukakomboa hapa basi hii nchi kutoka hapa basi kwa ufalme mbaya wa Chapo Chao. Mwanzo Chapo Chao hatakuwa kiongozi, ataweza kutawala watu basi bila shaka pale utawala wake mabavu. Kwa hivyo wewe Donien hepa. Wakamfungia Donien sare kama hiyo na wakamwambia, Donien hepa, nenda katafute manzi muje mkomboa hii nchi kutoka kwa utawala mbaya hapa basi wa Chapo Chao. Mwanzo Chapo Chao amechukua hapa basi serikali kimabavu, kitu na ambacho kitafanya aweze kutawala vibaya zaidi. Chomoka nenda katafute manzi Donien. Chomoka nenda katafute manzi. Nenda katafute hapa basi bila shaka pale kiongozi. Hakuna haja. Na sasa kumbe wakati wanafungia Donien, waliuawa. Wale masoja wote wenye walikuwa wanamsaidia Donien walifungiwa stara kama hiyo. Kisha huyo soja akamwambia, sikiza Donien, itakuwa ni vibaya zaidi kama tutakufa bure. Tumefunga hii gate ili wewe uende. Hawa watu wote wamejisacrifice. Wauawe for a better tomorrow, ili kuweza kuokoa hii nchi kutoka kwa utawala mbaya hapa basi wake Chapo Chao. Kwa hivyo Donien, manzi chomoka, ishia, nenda katafute kiongozi. Enyewe Donien akaona for the sake of wale wamekufa, wacha chomoke aenda katafute manzi. Aweze kumuelezea. Kumbe naye manzi ni wakati anafunga vitu zake anasema yeye ufalme amewacha, atakaa hapa atakuwa bibi ya mtu. Lakini Sao Chao Tong alikuingilia akamwambia, sikiza manzi, hakuendagi hivyo. Najua unanipenda, but once a soldier, always a soldier. And you are not just a soldier.
Manza kamwambia mimi nataka kuishi hapa niwe bibi yako tupate watoto. Aliambiwa hapana. Nimeshajua wewe ni nani. As a soldier, nitakuwa na saliti nchi yangu kukuweka hapa. Nataka ujue kuanzia saa hii, nataka uende. Go. Do what you are supposed to do. Kupendana tutapendana ndio, lakini unafaa kufanya chenye ambacho unafaa kufanya. Mwanzo kamwambia mimi nataka kuwa mwanamke kama wale wanawake wengine. Niolewe nipate watoto. Lakini akamwambia you are not an ordinary woman. Wewe sio mwanamke wa kawaida. Wewe ni kiongozi. Na kumbe wakati wanaendelea kujadiliana, Chapo Chao ameshatuma kikosi cha maninja waje waangamize makosa. Chunga sana Sao Chao Tong. Mwanzo the more unaendelea kuporea design kama hii, the more maninja wanajongelea, na maninja wametumwa na mishoni moja tu, kumwangamiza manze Fei once and for all. Kidogo makosa walikuingilia sasa. Sasa cheki hapa basi bila shaka paro wameshadunda tayari hapa basi bila shaka paro maninja wametumwa na Chapo Chao kumwangamiza manzi, kuhakikisha huyu manzi hata waipochomoka hapa basi na hata waionekana tena. Chapo Chao ametumana manzi wakiwa na Sao Chao Tong waliwanza wale maninja shasha kitanzi wamewanza shasha. Mnatuma muje muwe nani? Mnakuja kuua nani? Dungwa za matumbo Dani Menyo. Dani Menyo mnatuma kuja kuua nani? Alala yaye bululu yaye Kemanogo Karash Ashalala Dhademohu Karash chunga manze mshare woi Daniel Igoko Karasha kisha ruka chunga kupigwa mshale. Kumbe jamaa wetu alipigwa mshale moja, aliprotect manza kapigwa mshale moja, maskini jamaa wetu manza na yeye kwenda kupigwa piga huyo mshale katikati ya shingo. Na jamaa wetu hapa basi anashaka para ukipenda huyo Sao Chao Tong akona moja kati ya zile mishale nakumbuka ziko na sumu. Kabidiana na wana maninja manza wetu unataka kudunga nani na ile sumu? Maliza huyo. Asante sana Bardadi Sao Chao Tong ndio huyu jangiri mwingine Sao Chao Tong katakata. Asante sana manze. Chunga. Akaondoka ikadunga mti. Maninja. Pata mshale. Asante sana manze wetu. Mwingine pata mshale. Asante sana manze wetu, lakini mshale ikaisha. Bash. Ulolo yaye. Aya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 . Josephu Nyahururu. Unakuja kungangana na nani? Lakini sasa manze aliwekwa pale kama hapo. Maskini wa Mungu. Jamaa wetu akachungulia akaona manzi ataua, akarusha ule uswadi wake akamdunga jangili ukatokea kwa matumbo akamaliza. Alimaliza ule jangili stara kama hiyo, lakini manzi yuko hali mahututi, yani manzi yuko pale pabaya. Mishare zikatupwa zikapata Sao Chao Tong akavuruta manzi stara kama hiyo kumuokoa. Bwana wao toka ukamawe nyongwa dungwa kimuti wekwa kando. Asante sana Maridadi vunjwa shingo aiwekwa kando. Asante sana jamaa wetu hapa basi Sao Chao Tong kisha vuruta manzi na kuokoa maisha yake stara kama hiyo. Ana mishale kama 5 kwa mgongo zile za sumu, lakini hataki manzi ajue. Hawa maninja walitumwa na Chapo Chao kuja kumwangamiza manzi. Ayoke manza kambu niko sawa, lakini nataka utoke hapa mbio uende ukae uangalie basement zako zikoaje. Nenda ukaangalia ufalme wako. Ukitengeneza ufalme wako ukuje uniite tukaage na wewe kwa ufalme wako. Toka saa hii. Edoa hataki manzi ajue ameumia. Jua tamvunja moyo. Manza kambu ende uangalie venye kunakaa kisha ukuje unichukue, tutakuwa tunakaa na wewe kwa ufalme wako. Sasa hiyo jamaa anajua mishari ya sumu imejaa kwa mwili wake. Na najua it's already too late kutumia madawa. It's too late. Mwanzo amedungwa na nyingi. Na hataki manzi ajue, anafunika mdomo stara kama hiyo. Manzi naye kuchomoka hapa basi mbio kama venye ambavyo ameweza kuagizwa ati aende akacheki venye ambavyo kuna polea. Wololo yaye akachomoka mbio. Duniani na yeye kuja kutafuta sasa ati pahali wanajeshi wamejificha.
alikuja kapata sasa tu wanajeshi wenye tuliweza kuponea, wenye walikataa kumfuata hapa basi chapo chao wakawara zenye waizi. Na hapa ndipo ambapo waliweza kujificha chasha. Hapa ndipo ambapo waliweza kujificha. Alala yaye. Ashalala. Sasa hapa ndipo wanajeshi wamejificha. Lakini walimwambia Donieni, sisi hatuwezi tukaendelea kupigana hiyo vita. Kwa nini? Hebu angalia uone tuko watu sijui 2918. Imagine watu 2918 na watu 3001 million. 3001 million. Sisi ni watu 2918 na wao ni 3001 million. Sisi tumeamua kwenda pali tu tuchinjaga kabuzi kamoja tunakula. Tukasoka tukarua muratina tukakoma. Hamtaki vita. Watu 2818 2918 na wao ni 3001 million. Sisi hatuendi hiyo vita. Tumeenda kutafuta tumbuzi tuchinjage tu tukikuraga tunakula kamuratina. Hatutaki hiyo mambo. Imagine 3001 million na watu 2918. Hapo ndipo Donieni alikasirika sasa. Wanajeshi wote wametoroka. Wale wengine wamejiunga na chapo chao. Kwa hivyo Donieni alidai, sitajiunga na chapo chao na sitatoroka. I will die like a soldier. Mwanzo, once a soldier always a soldier, then I will die like a soldier. Kama unataka kuwa mfalme, chukua huo uswadi chapo chao. Huo ni uswadi wa kuwa emperor. Umefanya vizuri, umegeuza serikali, but kuna kitu moja hujafanya. I'm still alive. And as long as I'm breathing, I will fight to the death. Bas, mimi sitatoroka. Ero wanajeshi wale wengine wote walitoroka, lakini yeye aliamua kuabidina na watu. Aliamua yani kufight to the death, akufe kifo ambacho hapa basi hata yeye mwenyewe anaona kweli atakufa kifo kijeshi. Kwa hivyo aliamua kukabidina na wao akiwa peke yake. Cheki. Kata farasi. Na ero wanajeshi si ati wanamfuata chapo chao juu ya kutaka. Ndio hakuna mtu mwingine. Nyonga farasi weka chini, farasi mwenyewe amebebwa. Wengine wanatumwa. Lakini Donieni amejitolea kukufa kijeshi. Donieni shasha amejitolea kukufa kijeshi, kupigana kijeshi, kukufa kijeshi, kupigana hapa basi na akufe kijeshi, kuliko ati atoroke kama wenye ambao wametoroka. Asante sana Donieni. Kuliko atoroke kama wenye ambao wametoroka, kuliko hapa basi bila shaka pana jiunga na chapo chao. Yeye ameamua kama ni kukufa, wacha kufe kijeshi. Na yeye akufe na wanajeshi wengi kiasi kwamba wataishi kumkumbuka. Hicho ni kitu ambacho ameapa. You will live to remember me, man. Dia dovote. Wala la. Na ako peke yake maskini Donieni. Na ako peke yake. Nakumbuka sasa yeye ndiye mkuu wa wanajeshi chapo chao na anataka sasa kuwa emperor. Kwa hivyo akipatia wanajeshi orders, amewapatia na ameambia wanajeshi kwamba na kweti hapa basi Fei alikufa. Na kwa hivyo mwenye anafaa kuwa kiongozi sasa hapa basi ni yeye. Naye Donieni anajua ukweli, anajua maza kwa uhai. Sasa maskini wa Mungu Donieni alitaimiwa hapa basi na mshale. Cheki. Dungua mshale. Na yakadai ni sawa. Nataka unidunga mishale kama 20. Mwanzo sironge si ni mshale moja. I will fight. Aish! Donieni ni kimoda cha kikweli. Donieni shasha ako peke yake ndio, ako kimansuru ndio, lakini hataki kujua. Donieni ako peke yake ndio, sikatai, lakini hataki kujua. Ameapa, I will fight. Dungwa mkuki, maskini wa Mungu. Dungu wengine. Wewe adesa we karash nawe dungwa moyo. Unalidunga kwa mfupa kwa nini? Mtu anadungagwa kwa moyo. Chomoa zile mikuki. Kama ndo atakuwa we. Mbona ukufi? Wada kwero kuwa we. Nani? Unaambia nani akufe? Unaambia nani akufe? Kisha kata chui. Alimkata shingo design kama hiyo. Alimkata chui mpaka hapa basi chapo chao akashtuka. Lakini cheki venye Donieni anavunja damu. Chapo chao akamwambia urudai. Unavunja damu. Donieni akamwambia bado. Hii shimo yenye damu inatokea. Wacha nikuonyeshe venye inafanya. Inafunikagwa design kama hiyo na vita inaendelea. Okay, kujani. Mkole irogo. Kujani.
wakakuja wakuwa wengi, wamemzingira. Wanajeshi wanadai we are following orders. Huyu ndiye kiongozi tu ambaye tuko na yeye, hakuna kiongozi mwingine sasa ambaye tuko na yeye. Kwa hivyo chenye ambacho anatuambia tufanye lazima tufanye. Dungu wa mguu wewe adhesa eda biguni. Ukimdunga unakufa papo hapo. Sasa ndio hata wanastuka. Ukimdunga kidogo lazima ukufe. Amezingirwa na maelfu ya wanajeshi. Kumbuka wenye angekuja na wao walitoroka wakasema watu wao ni wachache na hawa watu ni wengi. Kwa hivyo ako peke yake. Donien wanataka kumdunga wamumalize. Salala anaondokea zile mikuki na mishare maskini Donien. Wololo yaye. Imagine ako peke yake na hawa wanajeshi wote hakika na wanamtafuta, wanataka kumwangamiza. Orders za kuchomoka kwa chapo chao. Chapo chao amesema Donien aweze kuuawa. Ololo yaye maskini akiwa peke yake na wenye hawa wanajeshi ni wengi. Lakini na yeye akikumulika design kama hii akupate, anakukata anakumaliza, anakudunga anakumaliza. Donien washalala. Lakini punde si punde, right on time, cheki wanajeshi wote wenye wamekufa. Hao wote ni wanajeshi ambao wamekufa na bado Donien ako hai. Manze alikuingilia na kila mwanajeshi anajua Manze hapa basi ndiye emperor. Kila mwanajeshi anajua Manze ndiye emperor. Nakora haro kwa shashita ibode sitigego. Sio dole tamani zimenidunga dunga. Hawa zimenidunga dunga vibaya sana. Wewe kwani hujapata habari mimi ndiye kiongozi? Umefanywa kiongozi na nani? Nani amekufanya kiongozi? Utakuwa kiongozi ni kuwa nimekufa. Na kama wewe ni mwanaume ukuje upigane na mimi uniue. Tiga. Kuja, wacha tupigane na huyo soja wako nimalizie. Manza kaambia Donien wacha. Donien chini. Manza alimwambia Donien wacha, kama ni kukufa, wacha tukufe kifo cha heshima. Lakini kumwachia chapo chao ufalme hakuna. Kenyita, chukua uswadi wa ufalme. Fight for your kingdom. Chapo chao ufalme ipatikanagi hivi hivi venye unafikiria. Ukiniua ukuwa mfalme, nikikuua wanajeshi wote waendelea kutii amri yangu. Bash. Sasa ni kitanzi baina ya manzi wetu hapa basi bila shaka pale na chapo chao. Donien ya kuwa nazo nyawizi. Chapo chao na manzi wetu Fei. Alala yage. Fei na chapo chao. Kitame shasha. Baina ya Fei na chapo chao. Wololo yage. Ashalala chapo chao. Na Fei ni katambe. Walele na wanajeshi wako wara za nyawizi. Sasa mwenye atashinda hapa watafuata amri zake. Mwenye atashinda ara za nyawa hizi watafuata amri zake. Cheki baba uswadi kando Manze patwa moja. Chukua ingine chunga Manze wekwa kando kanyangwa. Kisha sasa chapo chawa kama kumkata Manze kichwa live, aonyesha watu yeye ndiye mfalme. Woi wacha kwenda kumkata kichwa. Manze akachukua mkuki akamdunga, ikapita kwa shingo, ikatokea upande wa nyuma. Asante sana. Mimi nimemwagiliwa mafuta kuwa kiongozi. Hata kama uko na nguvu kunishinda, basi mimi nina mafuta. Okay. Wakarana deso. Manze kaambia wanajeshi, hakuna mtu atawahukumu. Mwanzo ni amri mlikuwa mnafuata. Lakini kuanzia leo hii mkuu wenyu wa wanajeshi ni Donien. Kwa Donien achukuliwa fasta na apelekwa hapa basi bila shaka pale huduma za hali ya juu zaidi kwa vyovyote vile ambavyo kunawezekana. Na kisha wanajeshi wajue hapa basi ni kuprotect territory zao. Wasaliti tangu mwanzo walikuwa hapa basi ni akina Chui wakiwa na chapo chao. Na Chui na chapo chao wameuawa. Wamekufa stolo kama hiyo. Kisha sasa Manze aliamua kwenda baada ya kumshughulikia Donien. Aliamua kwenda kumchukua hapa basi Sao Chao Tong. Ile kisha aweze hapa basi bila shaka pale kumpeleka kwenye basement zake waweze kukaa pamoja. Lakini
Kidogo tu manzi basi hakuwa anajua wala hakufahamu, hakuwa na habari kwamba na kuwa eti venye tu aliweza kumwacha jamaa wetu Sao Chao Tong. Hapo ndipo tu Sao Chao Tong alianza kuiaga dunia kutokana na madhara ya mashambulizi na mishari yenye sumu aliyeweza kudungwa nayo na wale magaidi waliokuwa wametumwa na chapo chao. Kumpenda alikuwa anampenda sana, angetaka na angefurahia iwapo wangeweza kuishi pamoja kwenye ile kingdom yake, lakini hivyo ndivyo kulivyo. Tayari kaiaga dunia, tayari hapa basi jamaa wetu Sao Chao Tong. Manzani mwambia pole sana, mwanzo ningejua umeumia hapa basi singekuacha, lakini ndivyo hivyo. Manzaka mwambia Sao Chao Tong, kwa nini basi ukufe na uniambii? Kwa nini uumie na usiniambie mpenzi wangu? Kwa nini uniache hapa duniani peke yangu? Mwanzo najua sasa hapa duniani nitaishi na sitawaipata mtu ambaye nitawaipenda venye nakupenda. Kipenzi changu cha moyo ni sawa tu basi tangulia, mwanzo najua hata mimi one day one time nitakuja kudedi na nikufuate. Alimuweka kwa ile bidhaa yake stara kama hiyo, ikuwa ni kama heshima ya mapenzi aliyonayo kwake. Na akamwambia Sao Chao Tong na kutakia kila la heri kwa safari ambayo unaanza. Mwanzo sisi wote in one way or the other, in one day one time we will die. Sao Chao Tong, mpenzi wangu, kwa heri ya kuonana. Mungu na kuweke pahali pema peponi, ili one day one time, hata kama ni siku ya kiyama, manzi tukuja kuonana. I love you and I will always love you. Ni venye tu siwezi nikakosoa Mwenyezi Mungu. Kwa heri mpenzi wangu. Alikuja basi akarudi kwenye basement zake, akaweka ule uswadi na akapa sasa hata waicheka na mtu mwingine yeyote mwenye tawaida takinyorida kwenye hizi basement zake, na akaambia Donien sasa watatawala kwa mabavu, wanajeshi la watakuwa na adabu, na ufalme sasa wake utakuwa ufalme wa mabavu. Hataki mchezo wala kuchekeshwa wala kuchezewa na mtu yoyote. Manzo wetu Fei wakiwa na Donien wakaendelea kutawala ile kingdom na wakaendelea kuilinda, huku manzi akiishi kumkumbuka mpenzi wake. Madole na basi lazima iwe hivyo. Hapa basi aliyededi amededi, waliobakia wamebakia, na manzi lazima azoe hivyo. Lakini nishina wewe ni mpenzi mtazamaji, nina dream za Ulaya, nimepanda tu kwa ngana, nimedunga tu mandege nikapande tu kwa ndege. Kuta class nilikonga na kadem na kangu na kako fine, na usake tukajoa mino rising. Enemies keep on fighting, wanasunda tula wama na wengine ni mamlane. Try kuni hunt, kuni kill, ndiyo gori na life ni kustako cheki. Yes we can, cheki, yes we can, cheki kuda boss cheki. Yes we can, ku struggle ghetto youth, big up all, ku struggle ghetto youth, big up all, cheki, yes we can, cheki, kuda boss cheki, yes we can, ku stand to mambichwa zitushike, cheki, yes we can, cheki, kuda boss cheki, yes we can, cheki, nimedunga tu mandege.